Na mimi nikiwa hapa, kazi yetu ni kusukuma maendeleo, si ndio? Na sisi tunasema hii ni wakati ya maendeleo, kwa sababu wananchi wetu wa Kenya wanatakikana wafanyiwe kazi vile inatakikana. Na kwa hivyo tuko na kazi mingi sana ya kufanya. Mambo ya kujenga soko, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, ndio kazi tunasukuma. Juu yake tuko na mambo ya masomo. Tuko na challenges yetu pale kwa JSS, tunaendelea kukabiliana naye. Na kwa hivyo nilitaka tu kumhakikishia ya kwamba uchumi umeanza kubadilika. Mnajua ya kwamba tukiingia tulikuta bolea ikiwa shilingi 7,000, tumepunguza mpaka 2,500. Na mimi najua mumeitumia vizuri na tumepata mazao ya kutosha. Pia nikiwa hapa najua kuna wale wameuza maziwa kwa New KCC na waje alipo karibu miezi 3 miezi 4. Siku ya Friday tumetoa shilingi milioni 600. Wakulima wote wamepeleka maziwa kwa New KCC. Ikifika siku ya Friday wakuu wamepewa haki yao ndio waweze kuendelea na maisha yao. Pia juu ya hayo tuna mipango mingi sana ambayo tunaendelea naye ya kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Na kwa hivyo mimi sina maneno mengi, yangu ilikuwa tu ni kusema jambo. Kaatigu watu waito. Kaatigu. Ni muiga na ile. Ni mukena kamwanyona. Ni mumenya gatwe kuo. Nugamire hau. Niangalie pande hii. Asante. Na nyinyi mko sawa huko? So mimi nimeshukuru sana vile mmekuja kunikaribisha. Kumbe mnanipenda namna hii. Niguo monyedete. Ama niamue nisiende na Nairobi nilale hapa. Mtapanga vile nitalala. Nayo baridi mtafanyia mimi nini? Iko blanketi. Ile ya kawaida ama ile nyingine? Iko mahindi ya kuchoma. Kwa hivyo mimi niseme sisi tuko sawa, Kenya naendelea mzuri, mimi naendelea kumsaidia rais na mambo ya pombe tunaendelea kupigana naye. Hapa imepungua ama bado? Imepungua? Imepungua vizuri? Imepungua? Bas, unajua hii pombe karibu imalize vijana wetu. Lakini mimi sasa nafurahi sana. Nikitembea kwa barabara naona wamama wameanza kunona iko furana kubwa. Mimi najua maneno iko sawa. Na mimi nataka sasa hii pombe ikiisha, unajua vijana wengine walikuwa wanalala kwa mitaro. Wengine wameoa bibi mzuri, msichana mrembo. Msichana amelala kwa kitanda, ile mtu amekunywa pombe analala chini ya kitanda. Mnatuaibisha nyinyi. Sasa mimi nataka hata kama kuna kazi, si hata hiyo ni kazi. So nyinyi tunataka sasa pombe imeisha. Wamama vijana mfanye kazi yenu. Na sisi tunataka tuongezeke. Mimi nataka nikitembea hapa Disemba, hii pombe imeisha, nasikia najua basi mambo imekuwa sawa sawa. Nikuje kule nikuje mkutano kubwa. Mimi niko hapa na viongozi. Wapi mheshimiwa wetu hapa? Amefika ama bado? Chepkonga iko? Alikuwa ameenda pahali kanisa, sijui kama amefika. Haya, niko na governor koti moja, mnamjua? Haya, koti moja kuja hapo useme jambo kwa hao watu wetu wa Band Forest. Wapi microphone? Haya tusalamiane namna hii. Wapi mkono. Watu hapa. Muriega. Leo tumeheshimika sana. Tuko na naibu ya rais wa Jamhuri ya Kenya, Rigiji mwenyewe. Si unaona hii ni heshima kubwa? Mheshimiwa naibu ya rais. Mimi pia ni mtu wa Band Forest. Nilisoma kwa hii shule. Tafadhali mheshimiwa, hiyo shule unaona hiyo? Hiyo shule hiyo. Hapo ndio nilisomea na hapo ndio CPA Ruto alisomea, ndio hapo Waiganjo alisomea, ndio hapo huyu alishona uniform. Huyo mtu mkubwa huyu alisomea pale, alikuwa anakula top layer. Mheshimiwa Rais, leo tumefurahi kuja Band Forest. Hapa tunapanga kazi. Hiyo hospitali yetu hapa, mimi nimejenga theater ya kisasa,
na pia tuko na ICU unit na HDU unit. Imekuwa complete, nitakuja tu kufungua hivi karibuni. Pia Your Excellency, hii town ambayo tunaita Burnt Forest, sasa nimeweka ad hoc committee ya kuhakikisha kwamba tunaweza weka tu promote kwa municipality. Sababu ya sisi kwa municipality, tutaweka watu ya hapa warani maneno ya municipality, hatutatoa watu ya nje. Na ikikuwa municipality, tuko na macho ya kutaka kuhakikisha kwamba World Bank wakitupatia kitu, tutengeneze lami infrastructure mzuri hapa, tuweke na amenities zetu safi, hata sisi tukue sawa. Tunataka tujaribu cash crops. Na cash crops hapa ni kwa mdogo hapa mid 80s, tulikuwa tunaona pareto ilikuwa imejaa hapa. Hiyo tunarudisha because tukikuwa siku hiyo hatukuwa na marambe mingi. Leo tuko na harambee chungu mzima because tumekosa cash kwa mfuko. Na UDA Kenya Kwanza walisema pesa wapi? Pesa wapi? So, sababu bishop ya macadamia na avocado ni Chimno. Mimi nimekuwa mwinjilisti sasa ya kahawa. Tutaleta kahawa next week, tutazunguka kwa kila sub county kuleta seedlings ya kahawa, ya bareto, ya macadamia na avocado. Hapo ndio mahali wakina Rigiji walienda. Sasa wanatuambia nyinyi upande mahindi nini. Sasa mambo ya mahindi tutapanda, lakini kwa sababu tunataka pia kuwa na pesa, tutaenda mambo ya cash crop ya mwisho. Na washukuru sana watu ya Burnt Forest. Mlinipea kura kweli. Mnakumbuka koti moja? Sini nasema asante. Kwa niaba kwa jina ya Deputy President wetu, waje nichukue hii kuomba tu asante sana kwa watu yetu. Mungu awabariki sana. Tuko na Deputy Speaker wetu ambaye ni Women Rep Gladys Rose Shalai Makofi. Watu wa Burnt Forest, hamjambo? Tusalamiane hewani. So Your Excellency, karibu nyumbani. Vile nilikuambia jana, ukitembea kidogo hapo Mugundoi ni kwa wazazi yangu. Sasa hapa ni home ground. Na hao watu ni wazuri sana. Walitupigia kura block kabisa kutoka Madharu huku yote hao watu walinichunga kabisa. Hao ni watu wazuri, tunafanya kazi pamoja. Na usually wanakuanga na benefit ya kuniona mara kwa mara kwa sababu Msenya nafanyia hapa Burnt Forest Sub County Hospital. Tunashukuru governor kwa sababu tuko na 2 theaters huko yenye tuweza kutumia, na July pia tutaweza kuwa na madaktari 30 kutoka Amerika kama last time, na tunakuja kufanya matibabu hapa ya bure tena. So asanteni sana, Mungu awabariki, na mnaambia Rigiji aje mnampenda, si ndio? Yes, na kumbuka wakati ule mwingine hakuweza kufika hapa, lakini alituambia lazima nitakuja kuambia watu wa Burnt Forest asante. Asanteni sana, Mungu awabariki.